What's up everybody, BM Media here official, na kama unja follow, like, share, comment, and then venye tuliwaambia tutakuwa tunawaletea show mwenje hapa, show safi kabisa. Tunapiga na nyinyi, tunapiga zile stories zimetrend. Leo nataka tuongelee story moja ambayo ni ya foreign countries. Kwa nini nchi zingine zinakuja huku kuona opportunities? Let's see, tuko hapa hatuoni kazi, watu wanakuja wanauza clips huku, wanatembea wa Rwanda, wa Uganda, wa Burundi, wanatembea wanauza hizo sijui kahawa nini. Yet si Kenya tunalia hakuna kazi. Kwa nini hiyo huwa ina happen sana in our country? Unaona aje bro? Ni nini huwa inafanya hii mambo ikuwe? Shida moja ya kitu moja unapaswa kuelewa upande wa inji sana sana za East Africa. Ukiangalia currency ya Kenya iko better kuliko za hizo inji zingine. Na ukiangalia economy ya Kenya, of which sisi kama wa Kenya hapa tuna complain. Tunasema uchumi wetu uko chini, pesa yetu sijui hatuna kazi, hatuna pesa. Wao wakifika hapa Kenya wanaona kazi. Ukiangalia sana sana youth wengi wa Kenya wanabagua kazi sana. Wanabagua kazi kwa sababu moja. Si ati unajua shida ni moja. Unaenda unasema unapata percentage mingi ya Wakenya wengi ni wasomi. So unaenda unapata kwa msomi kitambo wafanye decision ya kufanya hizo kazi yao, wengine wanakuja kufanya. Mtu ako na degree, utamwambia aende akafanye akauze crips, inakuwa ni challenge kwake kufanya hiyo decision. Mpaka maisha impige kweli kweli ndio afikirie mambo ya kwenda kuuza hizo vitu. So it means Kenya tuko lazy ama ni nini, ama ni sana tumesoma sana hizo nchi zingine hazisome sana? Not necessarily laziness. But ni decision ya maisha. Kitambo mtu afanye hiyo decision na mtu amesoma, simaanishi kwamba hizo nchi zingine wao hawajasoma. Lakini si tuna interact na wao. Yes. Hapa Kenya ukiangalia hao youth huko kwao, I think hiyo shida ya unemployment iko juu zaidi kupita hapa Kenya. Kisha currency yao iko chini. So wewe wakati unaenda kutafuta kazi Qatar kama Mkenya, Burundi akija hapa Kenya ni kama amekuja Qatar bwana. Currency ya Kenya iko juu compared to them. So hiyo inakuwa ni at least boost kwao. Wakifika hapa Kenya wanapata zile kazi ambazo sisi wenyewe tunazidharau, wao wanazifanya. Na wanatembea sana, wanazunguka kwa sababu hizo pesa kidogo kidogo ambazo anaokota anapata, hizo pesa kidogo kidogo akizingeuza kwa currency ya kwao, at least zinakuwa pesa ambazo zinawasaidia. Na lakini hapa kwetu Kenya ukiangalia zile mahitaji uko nayo hapa Kenya, currency yako hapa Kenya umeizoea, huoni mabadiliko yoyote katika ukitafuta katika hizo kazi. That is. Ukiangalia sana sana na nini, sometimes kuna hizi issues za vijana wetu wanadanganywa huku, wanaenda sijui mtu anadanganywa ataenda kuwa driver, sijui anaenda Russia, anaenda sijui kufanya nini, kumbe wanaenda kwa ile war ya Iran and whatever. Hizo nazo huwa ziko aje? Kwa nini hao watu wanafanya hivyo? Hao watu wa kupeleka watu huko nchi zingine wanaitanga aje hao watu? Kitu ya kwanza ni ujue kuna mtu alitumia kitu moja, word moja, akasema the world is cooked. So wakati unaenda nchi za nje ni lazima ukue makini. Umeelekezwa na nani? Kwa sababu Wakenya ni watu sana tunapenda sana shortcuts. Na hizo shortcuts mingi hapa Kenya. Utaki kupitia embassy, utaki kupitia wapi, umeambiwa tu na mtu kuna job opportunity. Anakuambia, ukisikia mtu anakuambia najua mahali tutapata certificate kwa urahisi. Wewe jiulize, ni certificate zitapatikana kwa urahisi ama ni wewe utapatikana kwa urahisi? Katika unajua biashara hii dunia ni mingi. Hata acha hiyo biashara ya kwenda kutafuta kazi unajipata kwa jeshi ya Russia, unaweza bado kujipata kwa fridge, umeng'olewa figo, umepelekwa India. So kuwa makini, ile ya muhimu ni kuwa makini. So also you can tell our Kenyans or Gen Z that in Kenya we have
job opportunities, ama juu mimi naona sana watu wanatoka nchi zingine wanakuja huku wanaona. So wewe unaweza advise aje sana wa Kenya sana Mosoji mzee? Unajua, kwa kawaida mchezaji akiwa kwa uwanja huwa haoni mpira unachezwaje. Huwezi kuwa ni wewe unacheza na bado ni wewe unajiangalilia. So Wakenya hawawezi wakaelewa hizo job opportunities kwa sababu tuko ndani ya Kenya. Lakini wa Rwanda, wa Burundi, wa Tanzania wakiingia Kenya tu wanazipata, wanaziona kwa sababu walikuwa wanaziona wakiwa mbali. Ama ni venye mtu anaenda new countries. Unajua sasa hivi ukitoka hapo uenda Uganda, mimi utakuwa unasikia wenyewe umeenda mbali na nje yenu, so mpaka uwakeaje nini, mjitume ile kazi iko nini. Unaona aje hizo vitu kama hizo? Vile nimekuambia, hata wewe ukitoka hapa uende Tanzania, ile kazi utapata huko utakuwa unaona ikiwa mzuri na huku uliikosa. Unielewa sasa? So hiyo mambo ya kazi iko namna hiyo. Uwezi, si unaona hata viwete wanatoka Tanzania wanakuja huku Kenya. Niambie kiwete atoke Tanzania, si kuna hiyo, si ni nchi? Si tukiangalia roho za Watanzania ndio kiwete atoke huko. Shida inaweza kuwa nini? Wakenya ndio wakarimu sana kwa kusaidia hao watu, ama ni pesa Wakenya wako nayo mingi, ama Watanzania ni kukosa kuwa wakarimu kusaidia hao watu? Roho ya usaidizi iko wapi? Hapo sasa siwezi kuambia ndio nao Wakenya, sitaki kudanganya kama wako na hiyo uhusiano. Wakenya wanasaidia, wana support. Inaweza kuwa ni wanawasaidia, wanawachukulia vizuri. Ndio pia mtu akufukuzaye akwambie toka. So wanaweza kuwa wanawatreat poa, wanawelcome huku. So shida kubwa tuko nayo sana hapa Kenya ni kuwa watu hawataki kufanya kazi. Anataka mtu anasoma sana, naona ako na madigrii hawezi fanya ile kazi, au wanabagua kazi. Youth wa Kenya wanabagua kazi sana, wanabagua kazi, hiyo ni ukweli tunajua. Wanabagua kazi kwa sababu moja, nimekuambia kitu moja, wengine wanaenda unapata ni wasomi. Wengine unaenda unapata ni wazembe. Mtu anataka pesa, wanapenda sana shortcut. Ndio maana hiyo maneno umesikia mtu anaenda Russia, anatumia shortcut, anajipata kwa jeshi ya Russia. Yeye mwenyewe hajai kuwa na ndoto za kuwa mwanajeshi. So hiyo inabakia kuwa shida. Yeah, hiyo pia ni shida ingine. Okay, so mwangalie, mtu follow, msubscribe. Ukiona hii show, kama hujaniona, umeniona for the first time, follow, share, comment. Na unaweza kuweza kunifollow, kuweza kunisubscribe ya channel yangu, na usikose kuniona tena. Ukose kuniona kabisa maishani. Kindly do it. Bye bye, let's meet the next show.